Mimi ninachowaomba wanafunzi na wale ambao wana malengo katika da'wa, usibabaike na maisha. Msibabaika na maisha kwamba itakuwaje sasa, mimi nitafanya hivi, itakuwaje, nani ataniangalia? Wewe usiangalie jambo hilo, na wala usifanye nafsi yako kuwa ni mtumwa. Ishi na watu vizuri, heshimiana na watu, wawe na wanacho au hawana. Ishi na hao wenye ahlul khairi na wengineo, wewe ishi nao kwa uzuri tu, wachukulie kwamba ni binadamu na ni watu na wana haki ya Uislamu, ishi nao kwa uzuri. Lakini hakikisha kwamba heshima yako na ilmu uliyoibeba ni kitu kikubwa zaidi kuliko mali zao. Usikubali mtu yoyote akakuchezea katika elimu yako kwa sababu ya mali yake, akataka kukupeleka wewe kwa sababu ya mali yake. Hiki ndicho kitu ambacho kimewafanya watu wengi wafeli. Mashekhe wengi wachezewe na wafeli, sababu ni kuzifanya nafsi zao, kuzitia nafsi zao kwenye utumwa kwa sababu ya fulani ana mali yake. Kwa hiyo akizungumza au akikaa aogopa fulani atamwambia hivi na hivi, nenda na mali yako, kwenda. Watu heshimiane, wataka dini, tusaidiane katika dini, wataawanu ala albirri wattaqwa. Lakini watakuwa tawala watu, nenda shika njenda zako. Sasa wengine wasema jamaa mjeuri kweli kweli na kiburi. Kama hicho ndio kiburi, basi ndio chenyewe sasa, ndio tuko nacho sasa. Lakini kama huo ndio utu na ndio uungwana, basi sisi tunalazimiana manhaji hiyo. Mtu asije kuchezea kwa sababu eti kwa mwezi akupa shilingi laki, akataka kukutetea maneno, akataka kukudhalilisha, akataka kukuambia hivi. Usikubali, usikubali kabisa. Na Allah ni Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Wewe ishi katika msimamo huo. Lakini maneno haya nasema, sizungumzi kwamba sasa ndio uwe fedhuli kwa kile mwenye mali, ukawa na watukana watu, unawadharau watu. La, anzilu nasa manazilahum. Na watu ambao kufikia kutoa kukupa wewe na kukusaidia au kulisaidia jambo ulikuwa nalo, kwamba wataka kheri, na wafahamishwe kwamba watakiwa watoe kwa ajili ya kheri, si kwa ajili ya kutaka kukwezwa. Na kama ikiwa ndio hivyo, basi afadhali wakasaidia mambo mengine, akasaidia mambo huko wanapojua yeye, akatumia pesa zake katika mambo mengine. Kwa hiyo tuheshimu ilmu tulizokuwa nazo, hata kama ni kidogo. Tujipambe na sima na alama za ahli ilmi, na tusibabaishwe na watu. Nimesema nitazungumza kidogo, lakini maneno yamerefuka.